maana mimi nina wakati wangu wa bado hii miaka yenye niko nayo aje nipige raha, kwa sababu mimi bado ninastahili nifanye dhambi, bado mimi ni wa dhambi. Maana si kwa sababu mimi nilikuwa ninaamini ama mimi ninajua ya kwamba Kristo yeyote astahili hata kumsikiana kuongelesha. So nilikuwa nasema hapa mimi bado ninapiga raha, bado na pia nina marafiki ambao wanajua kupiga raha, so nikiingia na wao tunaenda vizuri. So kwa sababu hiyo ni wakati mara nitaanza kuimagine mikono juu, nianze kuomba. Mimi sikuwa na hiyo maneno, sikuwa na hiyo wakati, kwa sababu nikiwa kwa wangu yangu nilikuwa nalazimisha, kwa sababu ilikuwa ni lazima niende kanisani. Nikiwa kwa mama yangu ni lazima niende, na hapo tulikuwa tunaenda kwa kubahatisha, kwa sababu sisi ni wajanja. Sasa kienda na mama hata kama atatomisha usiku, lakini bado usiku maneno yetu. So ina maana wakati ulikuja ukaelezwa bado akili yako ilikataa kabisa kuwa rudi katika wokovu, ndio? So baada sasa ya wewe kukataa, ulifikiria nini baadaye? Ndipo ukasema wacha niokoke sasa, ndio sasa hivi. Sasa hivi kwa wewe, wewe ni pastor David Masai, pastor. You mean umeokoka, si ndio? So ndipo tukupata sasa katika wokovu sasa hivi, unapiga injili kila mahali. Ulifikiriaje baada ya kukataa kuokoka tena? Ulifikiriaje kuokoka mara nyingine? Sasa ilichukua muda, na baadaye sasa nikawa najiuliza, huyo mtu ambaye ananifuatilia, kwanza nikataka kutafuta mienendo zake. Kwanza nikaona ni mtu wa sifa kwa shule. Ya kwanza yeye wa kujua mifano, kijana fulani mzuri. Kitu cha kwanza. Cha pili, kuna wakati nikaenda kwa mlango ya kanisa, wakati nilipoona anaabudu Mungu, nikasema kwa nini? Yaani ni raha ikaniingia. So baada ya pale sasa mimi nilibidi nikuje sasa mwenyewe nikajiita mkutano wangu mimi binafsi. Wewe na nafsi yako, mimi na nafsi yangu sasa. Then nikakuja nikajiuliza maswali haya. Swali la kwanza, haya maisha ninayoishi ni yako? Ni yangu. Na Mungu alikupatia haya maisha. Na Mungu alikupatia. Swali la pili, sina bonus ya maisha. Yaani siwezi jiongezea hatua nyingine ya maisha. Ujana ukienda umeenda. Then swali la tatu, nikasema na nikikubali hii nitatumika kivipi katika wokovu? So baada ya pale sasa ndio nikakuja sasa nikawa najidatizi mwenyewe. Hiyo swali kawa kinisumbua. Ndio baadaye sasa nikamtafuta. Sasa mimi ndio mwenyewe nilichukua hatua ya kutafuta yule rafiki yako, Kwa hakika nilikuwa kichwa ngumu, lakini ilibidi mimi mwenyewe niweze kumtafuta. Wakati napata siku ya Jumamosi kama hii, nikaenda nikamwambia rafiki, nina maswali kadhaa. Leo hii mimi nikiokoka kabisa, sasa nimetaka sasa nibadilisha maisha yangu, maana nimeona nyinyi ni watu wazuri. Nataka kubadilisha maisha yangu kwa sababu nilikuja nikaona pombe haina faida kwangu. Haina faida. Wanawake hawana faida. Kwanza wasichana hawana faida kwangu. Maana wao ni kudidakti ambaye niko nayo. Wanakunyonya. Wananyonya. Yaani omlambezi. Kitu kama hiyo. Sielewi hiyo lugha. Sijui, lakini ni wale wa kuniondoa. Kuondolea kile kitu ambacho uko nacho. Kuna kitabu nilipewa na ile kijana, akasema ndasoma la kitabu ya Methali 31 mwisho. Kawa ananiambia wenye advice mama alikuwa anampatia nani? Kijana yake la mwezi. Na kwamba pombe haiwafai wafalme, na pia wanawake usiharibu nguvu zako kwa wanawake. So hapo hivyo ulichukua kama mfano, sababu pombe haifai. Sasa ni mimi sasa, kwa sababu ni hiyo swali nilikuwa ndani yangu ya kwamba maisha ni yangu na ni mimi mwenyewe ndio niko na uamuzi. Kumaanisha hata sisi wakati hiyo ndio mimi nilikuja nikajipatia lesson ya kwamba hata kama sisi tunahubiri, uamuzi ni yule ambaye tunamhubiri.
Yeah. Maana huwezi mbadilika. Ndio maamuzi. Akiamua wewe ufanye hivi, utafanya. Na akiamua uanguke, bado utaanguka chini. Au sio? So mimi mwenyewe ndio niliamulia na nikasema brother, ninataka kuokoka tena. Maana nimemgundua na nimejigundua mimi ni nani, maana mimi ni mfalme na nikajiita mimi ni taifa takatifu. Okay. Sawa. Hapo nimekupata mchungaji. Pengine niulize swali lingine. Hivi kama una tatizo nalo naliuliza. So wewe sasa hivi kama ningependa kujua ama ndugu zangu wangependa kujua, mashabiki wangependa kujua kwamba umehudumu katika huduma hii ya Mungu miaka mingapi sasa hivi? Miaka mingapi sasa hivi? Hizi ni miaka 8. Miaka 8? Yeah. Hi, this is great. Guys, this is very much great. 8 years, 8 good years. Bana, hizi Kiingereza nazo hiki. Nakisema lakini bana kinaambia hata. Okay, miaka 8. Hizi miaka 8. Pengine kwa mfano ningependa kujua pengine umehudumu katika ministry ngapi hivi ama makanisa mangapi ama umetenda katika ministry ngapi hivi zaidi? Kitu cha kwanza ujue ya kwamba nimelelewa. Kwa hiyo muda. Okay, wewe basa baada ya wewe kuokoka sasa ushika chini kabisa ili wewe ukajua wewe ni mchungaji sasa hivi. Ni ministry ngapi umetendea kuhubiri neno la Mungu? Pengine unatoka pengine hapa hivi, pengine shughuli za kazi zimekukumba hapa na hapa, pengine umepatikana mahali fulani umechapa kazi huko, alafu sasa ukaamua ukasema kuliko nirudi nyuma huko hivyo ni mbali, pengine ni mbali. Wacha ni huduma hapa hivi. Ni kama ni ngapi hivi? Kitu cha kwanza mimi baada ya hayo mambo yote na kuendelea kukua na kupanuka katika huduma na kufuata wito wangu, maana baadaye nilikuja nikagundua wito wangu ni upi. Sasa mimi ikawa nifuate wito wangu, sasa nichochee wito wangu. Na ndio maana nikakuja baadaye Mungu akawa ananizungumzia. Kwa hakika nilisita, maana wakati huo bado mke sijaoa. So nikawa ninasita kidogo. Nikasema sitaweza kusimama mbele ya watu ambao wameoleka na wameoana. Nitazungumza nini jiandoa? So ikawa pia ni changamoto kwangu. Nikawa nauliza Mungu, sasa mimi nazungumza nini mbele yako? Kuhubiri ninaweza hubiri, nina neno, lakini hilo neno sasa kulitoa ni vigumu kwa sababu na kuliweka kwa na hiyo experience ya kuhubiri ya hitaji. Maana hata kuhubiri hitaji ya kwamba elimu yako. Kuhubiri unahubiri venye neno lipo na venye wewe umeitwa. Ni kweli. So hivyo ndio mimi nilikuwa ninafanya. Kama pengine nitaulizia sasa hivi umesema kwamba uko si kwamba naingia maisha yako, lakini mashabiki wote wale wahubiri wengine pengine ama wale wakipenda kujua wewe umeokoka na bado unasema neno la Mungu kiukweli na ufasaha. Pengine kuuliza swali moja hivi, wewe unamjie mke ama shemeji hivi yuko ndani ama yuko? Jamani, unajua Waswahili tunasema kila mke basi unaweza kuchukulia mavazi mwenyewe bana, umetoka kazini, umechapa injili ya Mungu bana, umechoka na kutuliza akili, neno la Mungu liingia kabisa. Ule mtu wako wa pili ama ubafu wako wa pili wewe kula kuiva na kupikia chakula na kuandalia chakula cha mcha cha jio ama cha asubuhi. So pengine umeoa ama bado? Okay, nitasema hili ya kwamba kuwa na mke, niko na mke mtarajiwa, kama utanielewa pale. Niko na mke, ni mke mtarajiwa, maana katika mikakati katika hali ya kupanga ambayo na tunangojea ya Mungu, lakini ni mke mtarajiwa. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa nasema pale kwamba ilikuwa ni changamoto kwangu sana pale mwanzo mimi kuingia katika huduma ya kwanza katika madhabahu kutumika kama mchungaji, maana ilikuwa inanipatia jasho. Nikawa ninauliza Mungu mara kwa mara, niende au nisiende. Lakini siku ilipofika nikaambia kwamba ninakujua
Niliyekuita si mimi ninajua hauna mke na si mimi ndo nakutuma, enda. Hiyo ndio swali mimi nilifanya. Nilienda, nimehudumu kwa ministry ya kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Abundant Life Ministry Center kama mchungaji. Nilikuwa pale ninalea, nikaguza mioyo, maana baada ya Mungu kuona kunaendelea, ulikuwa watu wakazaana, huduma ikawa inaendelea. So ikawa Mungu anazidi kuongeza mipaka na kupanua mipaka. Pengine ningependa kuuliza kwamba ushahudumu ama kuhubiria wanafunzi pale shuleni, college, ama university hivi? Hiyo ni baada sasa ya kutoka katika huduma ya sasa, baada ya si kuacha bali uzito haswa, si uzito mali nilalia, ikawa mtu wangu unaendelea katika vijana, maana kuna maono niliyaona kulingana na vijana wa kisasa ambavyo tuko, na Mungu akawa niambia kwamba unda hii ambayo ingali mbichi kabla haijaweza kuiva. Pia nikaona maono mengine ni kwamba angalia, huu mti ni mchanga, weza kunyunyizia maji kabla ya kiangazi na kabla iweze kustawi katika udongo. Sasa kumaanisha kwamba ikabidi niwe sasa ninaangalia katika vijana, na nikawa sasa nikiingia katika mashule. Nitajibu ya kwamba nimehudumu katika mashule kadhaa Kenya. Hospitali ushaenda? Hospitali pia nimeenda pale Eldoret Rivaro. Nimeenda pia nimehudumu. Colleges pia kadhaa kama 10 hivi. Nataka kuanza hiyo huduma yako mchungaji, pengine ushaifanya miujiza hivi kidogo, wazama kauka chini au sio? Wazama kauka chini wakasema bwana neema ya Mungu wana hivi. Mimi ambalo ninaweza kuambia kwamba miujiza si kwangu. Ambalo ninaweza kuambia kupona si kwangu, si lazima uanguke upone. Kwa sababu hizi zingine ni kisarakasi. Na mimi si yule mchungaji wa maji, mafuta na kitambaa. Jina langu ni pure. Maana mimi sibatishi. Mimi wanasema sibatishi, Mungu naye mwabudu. Na kwa hiyo mimi ninafuata andiko. Maana wakati mwingine tumeweka elimu mingi sana katika maandiko, tunakuja kukosea, tunakuja kupotea, tunakuja kupoteza wito wetu kwa kufuata elimu ambayo tumeisoma, tunaiweka katika maandiko. Na hasa baadaye pale tunakuja kutumia hiyo elimu, unakuja kujiuliza, mimi nilisoma, nikuje nihubiri tu bure, na maandiko yamesema nipewa bure peana bure. Lakini sasa kwa sababu wewe umesoma, unataka hiyo gharama uliyogharamikia watu wakulipe. Dadi swali tumekuja kupata mafuta, chumvi, sijui nini, mambo kama hayo. Okay, sawa. Hivi pengine katika harakati ya pengine ya kuhubiri, ya kutembea kwenda kutoka katika nyingine kutoka katika nyingine, kwenda katika mashule, university, hospitalini, ni changamoto gani zimekukumba? Pengine tungependa kujua. Changamoto ni nyingi, hasa kama kijana. Hiyo ni kitu ambayo ya kwanza ambayo naweza kuambia. Changamoto ni nyingi sana. Maana changamoto ya kwanza ni kwamba pia huduma hii ya Mungu inahitaji uwe na fedha. Maana nilikuja baada ya kugundua ya kwamba inastahili kutoka. Uko na wito, unastahili, Mungu amekutuma tuseme Uganda. Uganda hautaambia bodaboda ya kwamba mimi ni mhubiri nipeleke Uganda alafu akupeleke na hujapea pesa. Unaona itakuwa ni wazimu kidogo. Na pia mimi ni independent. Mimi wasiangali sadaka. Mimi hapa. Sasa changamoto ni fedha. Na Mungu mwenyewe anafungua njia. Changamoto ya pili ambayo pia ni experience, una hiyo wakati mwingine unakataliwa ukifanya huduma
lango kwa lango. Ama evangelism. So hiyo uinjilisti ambayo pia imekuwa na changamoto kidogo. Ukienda mahali watu wanataka neno, lakini ni baadhi tu ya mambo ya changamoto kidogo. Na nikuulize kadi ya changamoto, pengine ushaenda mahali ukapata wale watu kuna sehemu watu hawajui neno la Mungu kabisa, hata wamtambui Mungu kabisa. Ushaipata ikakupata changamoto fulani ya kukaa ili kwa kuhubiria neno, pengine hiyo place pengine hakuna chakula, maji ni taabu. Ushaipata hivyo kweli? Mimi group ambayo nimelipata ni group la Adiesi. Adiesi ni group ambalo halijui Mungu, halijui shetani. Liko tu hapo katikati. Liko linaishi. Ukiwa hawajui kama kuna andiko, hawajui kama kuna nini. Na wanaishi tu vizuri, wanakula. Lakini hawajui hiyo hewa wanajua tu iko kwa sababu ya nature. Hao wanajua kuna magari, wao wanajua kuna vitu, lakini hawajui kama kuna Mungu. Hiyo ni baadhi ya group ambayo. So kumekuwa na changamoto pia kutana na wao, maana kwenda kupatana sasa katika usemi moja wakati mwingine inakupatia tumbo joto. Lakini kwa sababu nimekuwa na hiyo experience ya mwanzo ya wito wangu, kwa sababu mimi nilihandiliwa na nilijua venye mimi mwenyewe nilifanya uamuzi, na pia na wao nikawapa mtihani. Nashukuriwe Mungu, maana baadhi ya wale vijana kuna mmoja ambaye Mungu aliweza kujiteua na ambaye alikuwa ni kiongozi wao, kumaanisha wote waliokoka. Okay, bado hiyo Kiswahili kinatukuza kwamba maji hufuata mkondo. So wewe ukiwa mwokovu bado bisi utakuwa wokovu. Kwa sababu hizo ni changamoto zimeisha ama bado kuna changamoto nyingine? Changamoto nyingine ni kwamba hiyo wakati nimekuwa nikiserve bila mke. Unajua sasa hapo hapo ndio unasikia kwamba kajamaa kamekuja hivi na minisketi wala kameketi pale vile unahuduma pale vile kwa madhabahu. Alafu yaani unaona tu kama hii ni majaribu. Lakini yaani kwa mfano minisketi imefika hapa hivi. Hiyo ndio baadhi ya changamoto. Hata hiyo si changamoto, maana nimekutana na wanawake tofauti ambao nimekuwa nikizungumza na wao. Na hii changamoto ya kusafu kama bila mnini ile wakati ambako mtu anakuja na issue ya ndoa. Na ujaoa bado una experience utamwambia nini? Na sasa hapo wakati mwingine ukieleza mtu, Mungu anaweza kuleta revelation. Unajua ndoa ni revelation. Hii ndoa ni Mungu aliumba. Na sasa kama Mungu aliumba, si anajua kila kitu. Kumaanisha Mungu alimimina hiyo ndani yangu, maana aliniambia ananijua na anajua sina mke na anajua ninaenda kuongea na wanawake na wanaume, kumaanisha kwamba nilikuwa nao. Lakini kwa sababu ya hiyo experience wa kidunia, unaona ya kwamba mtu unapomweleza mambo na ndoa anaona ni kama wewe hakuna kitu unajua. Hiyo ndio changamoto kwa sababu jamani. So hiyo ndio changamoto. Kuna wakati nimeenda mahali nikawa naambia mama mwingine ya kwamba nikawa ninamwongelea juu ya ndoa, na akaniambia mambo ambayo haikumfurahisha pia Mungu na haikumfurahisha mimi. Mimi nikatoka. Lakini sasa yeye baada ya yeye alikuja aka experience, baada yeye jioni ilipofika amepigwa ameenda. Akakuja akagundua kumbe niliokuwa namwambia ilikuwa. Lakini kuna baadhi ya ndoa ambayo nimesimamisha 19 ambayo ilikuwa mbaya kabisa. Kumaanisha nimekwenda, lakini kulikuwa bado na hiyo changamoto haswa ya kuongelea ndoa. Okay, sawa mchungaji, tumepata changamoto zile ambazo zimekuwa zikimkumba Pastor David Mazai katika huduma yake ya kuhubiri neno la Mungu ama injili ya Mungu. So pengine kifupi tu Pastor David, ungependa uambie nini wale mapasta ambao ungependa kushika neno la Mungu sasa hivi, ama vijana wale wadogo wangependa kuokoka, ama wale vijana bado wako chini, kwa sababu hizi mambo zote za ulimwengu ni kama umepitia. So hao wachungaji wenye wamehitimu, wangepata wahitimu, pengine wapate wengine mashauri. Mwanzo Biblia inasema ni heshimu ni mdogo pia mkubwa ni kuheshimu, ama ni heshimu mkubwa
mdogo tulikuwa alafu wewe unaheshimu ukiwa mdogo, sio? So heshima kutoka kwa Mungu. So waambie tu neno moja tu tutakuwa tumemaliza. Jambo la kwanza mimi ambaye nataka kuambia msikilizaji hili la kwanza ya kwamba usikate tamaa kama wewe Mungu amekuita katika kitengo fulani. Ukubaliane ya kwamba changamoto ipo na changamoto itakuwa. Hata ukingoja ukwe mzee bado hiyo changamoto utaipata. Jambo la pili, katika ujana wako huu utumie katika hali iliyo nzuri. Maana ujana ni moshi. Huwezi jua ya kesho yako. Huwezi fahamu kesho yako itakuwa ni nini. So mimi ambaye nataka nikwambia kwamba tumia ujana katika hali ya peke yake. Jambo lingine ni kwamba kama ni kijana na Mungu amekuita katika kitengo fulani, katika hali fulani, uhudumu katika hali fulani au katika nafasi nyingine, mimi nataka nikwambia kwamba chochea hiyo ambacho Mungu hiyo wito wako. Semi talanta, ninasema wito. Maana wengi wameitwa, vijana wengi wameitwa, lakini wamefika hali ya kuchanganyikiwa. Hawajui wafanye nini, hawajui watende nini. Lakini wakati watakuja kujigundua ni nini Mungu amepanda ndani yao, ni miaka imeenda na wamepotea. Ndio maana mimi nataka nikwambia kwamba mahali uliko, kama ni mchungaji, chochea wito wako. Ya pili, simama. Ya tatu, hubiri injili ya kweli. Mafuta, chumvi, achana nayo. Hubiri injili ya kweli. Na hiyo itaweza kufungua wale wengine. Na vijana wengine pia wataweza kujifunza. Na itakuwa ni baraka sana. Hilo tu mimi nawaambia wale ambao wanaweza kutazama na wale ambao wanaweza kusikiliza. Imekuwa ni neema ya Mungu jamani. Imekuwa ni neema ya Mungu. Imekuwa ni neema ya Mungu. Na ni upendo tu wa Mungu bado. Ndugu zangu, rafiki zangu, nashukuru sana kwa kusikiliza. Mwanzo ukisikiliza kiumakini kabisa tangia tulipoanza, utaona kwamba itakujenga mahali popote pale. Kuna mahali umelemewa kidogo, itakujenga. So mimi ni Odhombo comedian pale YouTube, Instagram, TikTok na Facebook. Bado ukitafuta website Bamba, tafadhali share link watu wengine wa watch, subscribe, comment, like. Alafu bado kumbuka, utakapokuwa unaoji zile video na mtu akusumbue, mlambe kofi. Akikuuliza nani amekwambia mlambe kofi, mwambie ni Odhombo the comedian ameniambia ni kulambe kofi. So thank you guys, bye bye, see you the next week or next day.